Yo wapendwa, karibu tena sana. So kuna certain conversation ambayo imekuwa ikiendelea hasa katika mitandao ya kijamii. Kumbuka kasisi tajika duniani kote ambaye ana asilia ya Israeli lakini anaishi kule nchini Marekani. Ben Hinn hapo jana alikuwa nchini Kenya ambapo amekuwa katika CRUSADE ya siku mbili tokea siku ya Jumamosi na Jumapili. Pale jana ilihudhuriwa mpaka na Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni First Lady Bitaifa wa Jamhuri ya Kenya pamoja na makamu rais ama naibu rais Rigathi Gachagua na makasisi wengi sana nchini Kenya walikuwepo hapo jana. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikitrend kwenye mitandao ya kijamii ni baada ya video ambayo ilimuonyesha kasisi kutokea katika kanisa la New Life, kasisi maarufu sana pia katika jamhuri yetu ya Kenya, Pastor Ezekiel ODERO being forced to fall down. Ben Hinn alipokuwa akifanya maombi na alikuwa akiwaombea makasisi waliokuwa wamesimama katika congregation, alikuwa akielekeza mikono waanguke. Wengi wakapata kuanguka na kulala chini, lakini kasisi Ezekiel akawa ngumu mzee. Ilibidi jamaa karibu amtuange makofi Ezekiel ndipo amwangushe chini. So analyst Gabriel Oguda has left Kenyans talking after he exposed alleged video famous Pastor Ezekiel ODERO being forced by evangelist Ben Hinn to fake a fall down during the mega event held at Nyayo Stadium. In the exposed video, now Ben Hinn was spotted forcing Pastor Ezekiel ODERO to fall down, which he surely had to comply. This video has left many Kenyans criticizing the event. Gabriel Ogunda posted, Pastor Ezekiel refused to join had a fair weather pastors in the fake fall down, so Ben Hinn had to ensure he gets down by force by fire. Tears in my eyes. Ambia wazee, mambo ni magumu katika jamhuri yetu ya Kenya. Kasisi Pastor Ezekiel ni kipenzi cha Wakenya kwa kiasi kikubwa sana. Usitake jua jinsi ambavyo Wakenya wanampenda huyu jamaa. So na kumekuwa na fununu haswa kile ambacho kinaendelea na kuhusiana na injili ambayo imekuwa ikienezwa na Ben Hinn. Haswa kuna video fulani ambayo imekuwa ikienda viral kwenye mitandao ya kijamii iliyofanywa na Tanzanian born musician Munish. Unamtambua Munish? Munish ameimba wimbo maarufu sana unaotambulikana kama Malebo. Kama unakumbuka wimbo enzi zile za kitambo, akipiga zile kayamba zake zile akisema mimi simbi nalia namlilia Malebo amekata kuokoka. Munish alisema kwamba kasisi Ben Hinn ndiye mwanzilishi wa injili gushi na injili feki ambapo watu wanguka. Yeye ndiye alianzisha kuangusha watu kwa maombi. Yeye ndiye alianza kuuza vitu makanisani kama maji, vitambaa takatifu na pumbavu zingine kama hizo, akidai Munish. Sasa hapo jana kule Nyayo Stadium, the video forced a lot of people to talk on social media. Maana kasisi Ezekiel ODERO ni mtu ambaye is a multi-billionaire man. So many are wondering, huyu ni bilionea anaangushwa hivi. Lakini mzee ana wafuasi wengi sana huyu Ben Hinn. Nyayo Stadium ilikuwa imefurika kuliko jinsi ilivyofurika enzi za uapisho wa Rais Uhuru Rais RUTO na pia uapisho wa mzee Mwai Kibaki mwenda zake. Now, the following demonstrations below shows various reactions elicited by Kenyans. Kunta Onyango said, the day we will realize that God can actually answer our prayers even when we pray in our houses with a sincere heart. We will never entertain hypocrisy, drama and magicians in the name of seeking the face of God. Now nikiendelea Amerisk amesema, did Ben Hinn just push down a fellow multi-millionaire? Gladys Moshiri anasema a taste of his own medicine. Mradi nabere kwa arioria mreda guku. Mwacha anasema, why didn't Ben Hinn do this to RUTO? The meme factories would have been closed for a year. Brian says that push was personal, but at least the
first family get to fulfill their bucket list. Let's pray for D. Religiosity breeds hypocrisy. Patriotic African anasema, if you believe in this pastor, then I don't see a reason why Bishop Ihanya shouldn't heal you as well. Munene Kakure anasema huyu ningeamka na yeye na mangumi. Peter anasema, but these are all prosperity gospel pastors with their own doctrine. Collins Cons anasema Ezekiel was like, I know this game too. Mwetu Lloyd anasema hey, oh my God. Wamalwa Kuloba anasema siangeangushe kwa president tuone. Cyborgs Nakos anasema, and we gladly embrace crime praying that we had corruption. Tiangeangusha president. Bodyguard wangemukula madundi. Now, Julius anasema, I believe these things about religious crusades is just business with its marketing and advertisement to attract customers. Patrick Omondi anasema, Jesus said that the kingdom of God is within him. Mtunguyas anasema, bro, what are you up to? Don't joke with a servant of God. God is watching. Raymond Getonga anasema, thanks to Quinta Onyango. You said it like Christ himself. May God Almighty bless you. And who believe that Jesus Christ lives in us as believers, and we have men and women of God preaching the true gospel even now in these end times as remnants of the truth. Miracles are within us. We need to activate our faith in Jesus Christ as the Holy Spirit led us. We don't need any preacher saying they are miracle workers, because even to wake up is a miracle. Karen Jerry anasema, when I saw Ezekiel and the other hypocrites, I was sad. Wewe sema hivyo kwa karibu na wafuasi wake. Mao hudha na maigawe. Watakupiga watu wanaabudu hawa jamaa. Mzee, unasemaje? Achia maoni yako kwenye comment section, tungane katika video zetu zijazo. Usisahau hii ni FM Show KE. Mie niite Kada ya Kenyaga.